kama nimepagawa. Nipeni dawa, nipeni dawa niwe sawa. Nipeni dawa, nipeni dawa kama nimepagawa. Nakumbuka mapigo yanapanda na kushuka, moyo unadunda na kusita. Mapenzi yo, heshima yako nakupa we, shikamo. Kama mnaona nimepagawa, kama mnaona nimepagawa, nipeni dawa. Rekodi hiyo yake Nasty B ambao unaisikiliza hapa. Lakini nilikwambia kwamba ndio jamaa ambaye tuko naye leo ndani ya show yetu kubwa kabisa ya Super Hot. Ni wimbo wa pili, lakini naweza nikasema ni wimbo wa kwanza. Ni wa kwanza kwa mwaka huu kwa sababu toka niliachia wimbo Umefanyaje, nifikiri ilikuwa ni mwaka jana mwishoni, lakini mwaka huu ndo wimbo wangu wa kwanza ni huu. Okay. Na pengine mapokezi yapoje? Kwa sababu mwaka jana uliachia tungo zingine kama Maisha ni yale yale ambao pia iliwagusa watu wengine, lakini mapokezi ya Nipe Dawa na zile zingine unahisi upe mapokelewa kwa kishindo zaidi? Ni ngumu kulinganisha, lakini kwa maoni ya watu Nipeni Dawa ni umepokelewa vizuri, kwa sababu Nipeni Dawa ni kitu na ambacho yani nimefanya ni ile staili ambayo naimudu, staili ya kwangu mimi mwenyewe. Naimudu na ndo yani hata mashabiki zangu wengi wanafurahi nikifanya hivyo. Kwa hiyo imepokelewa vizuri, lakini changamoto nyingine bado haijaingia katika matangazo, yani haijaingia katika kufanywa promo. Kwa hiyo haijakuwa na mzunguko ama mrejesho mzuri wa kusema labda naweza nikajaji wimbo umepokelewa vipi, kwa sababu bado sijafanya nguvu ya kufanya ifike kwa mashabiki zangu ama ifike kwa watu kwa ujumla. Okay. Na wasanii wanaona kazi zao wamesema kwamba mitandao ya kijamii inalipa, ikiwemo hiyo mitandao ya YouTube, Boomplay. Labda toka wimbo huo umeuweka au toka umeanza kuweka kazi zako, kuna senti yoyote ambayo unaipata? Nimesha kuwa na faidika sana kupitia YouTube account. Ndio. Lakini ilitokea bahati mbaya hiyo account yangu watu wamehaki, wameiba. Kwa hata hiyo Nipeni Dawa maana yake ukiangalia unaona iko peke yake tu kwenye account. Na maana nyimbo zangu zote za kuanzia hapo kurudi mpaka nilipoanza muziki zimepotea kwa sababu account yake imeibiwa. Lakini wapo watu ambao wanarudisha, labda pengine haujafanya jitihada hizo? Hapana, haiwezi kurudi. Yaani kuna jinsi ya kurudisha, labda umesahau password. Ama aliyekuibia ni haka tu wa kawaida, lakini kuna professional haka ambao wakisha haki huwezi rudisha. Na imekurudisha nyuma kwa kiasi gani, labda unaweza katuelezea? Ni kawaida tu, ndo maisha. Unajua dunia hii ni uwanja wa mapambano, ama maisha ni mapambano. Kwa hiyo inapotokea silaha fulani imeibiwa, basi unajaribu tena kufanya mbadala upate nyingine. Kwa hiyo huwezi kutegemea kitu kimoja, ama kitu fulani kimepotea ukaanza kurudi nyuma ama kulalamika ama kukata tamaa. Hapana, ni kawaida tu, kwa sababu kila siku kwenye maisha watu wanapoteza vitu vingi. Kwa hiyo mimi naona ni kawaida tu, ni changamoto, ni kujaribu kufanya njia nyingine na kuendelea na maisha. Okay. Na hili limekufundisha kitu gani? Unahisi kwamba kitu gani ufanye sasa ili kudhibiti akaunti zako zisiingie katika changamoto kama hiyo ambayo tayari imeshajitokeza, unasema haiwezi kurudi akaunti? Ni kuwa makini tu, kuweza yaani tuseme labda ukizungumza kitaalamu ni kuwa na vielelezo ambavyo vitakufanya usiibiwe, ama na kuwa na vitu ambavyo hata ukiibiwa unaweza ukarudisha, kwa sababu hata mimi njia ya kuirudisha ipo, lakini kuna kitu natakiwa niwe nacho, lakini kwa kitu sikuweza kukifanya before kwa sababu niliamini haiwezi kutokea hilo swala. Lakini sisi akaunti zetu zote, hata kama mtu akiawe haka wa kiwango gani,
kama utakuwa unatunza kumbukumbu za backup kodi zako, basi unaweza kurudisha, lakini wengi huwa hatuna tabia kuchukua backup kodi. Lakini kawaida unapofungua tu account unatakiwa kuna backup kodi uzichukue, uzinakili sehemu ambapo zitakufanya siku yoyote ile ikitokea tatizo kama hilo unarudisha, lakini hiyo nilikuwa sikufanya. Okay. Okay, na pengine nipeni dawa tuitegemee kuwepo na video au itaendelea kusimama kavu kama hiyo, kwa sababu tungo zako nyingi tumeona zimesimama kavu, japokuwa ulishafanya video kadhaa, lakini sijui ni kwa sababu ya ubeze wa kazi za production. Hii tutegemee video? Ya, hilo linachangia, lakini hilo linachangia kwa sababu ya kuwa studio, lakini pia kuna situation nyingine. Ya, kuna situation nyingine ambayo tukisema tuanze kuongea tunaweza tukamaliza siku. Labda tutatafuta siku nyingine ndio tutaongelea. Yaani unajua watu tu hawajui, ila sisi muziki wetu una changamoto kubwa sana. Ndio. Na kama una changamoto kubwa, unapoona watu kama sisi tumeamua tu kukaa zetu, hatutaki kutumia nguvu kubwa tena, hatutaki kufanyaje, kwa sababu tunajua yani kuna vitu haviko sawa. Sasa kama kuna vitu haviko sawa, yani ni bora wasanii wadogo waje watoke. Hakika unakuta sisi wengine kuna watu wamekaa wameziba njia. Kwa hiyo unaweza ukatumia nguvu kubwa lakini bado kuna watu wanaziba njia. Sasa kama kuna mtu ameziba njia, amekuwekea gogo njiani na hilo gogo hauna skaveta kuitoa mzee, inabidi uliache tu mpaka lije lioze lenyewe afu ulifagie. Okay. Lakini ukitaka kutumia nguvu kubwa na uwezi kulitoa, inabidi utulie kwanza ufanye mambo mengine ili uangalie familia inaendaje. Sahihi. Na hii unaweza kusema imechangia pia hata kwa swaiba wako, msanii wako 20% naye kutopambania tena game. Sio yeye tu, ni wengi. Unavyoona ni karibia kizazi cha hapo nyuma chote, kwa sababu watu wamechange timing ya muziki. Yaani wamechange formula, yani wamechange mfumo. Sasa unajua ukiangalia wasanii wengi wa zamani walikuwa wanafanya muziki kwa sababu wanapenda kufanya muziki. Ndio. Sawa. Ama kuna mtu anacheza mpira kwa sababu yeye anapenda kucheza mpira. Lakini ukishamuingiza kwenye mfumo, sio mpira sasa hivi ni biashara. Unatakiwa uwe hivi, uwe na manager, uwe sio na mtu wa kusimamia, uwe na mwanasheria, uwe na nani. Na wakati wewe miaka yote labda ushakuwa maarufu kwa ajili ya huo mpira, unakutana na marafiki, mashabiki wanakupongeza, wanakufurahia, maisha yako yanakwenda. Sasa unajua ukishabadilishwa mfumo, alafu ndani ya huo mfumo bado pia kuna vitu haviko sawa, ni ngumu sana kwa watu ambao tayari walishafanikiwa afu wabadilishe tena waanze njia nyingine tofauti. Kwa hiyo anayeanza sasa hivi anaweza akaenda na mfumo wa sasa hivi. Lakini mtu ambaye alifanikiwa nyuma aje tena aache ule mfumo wa zamani umrudishe kwenye mfumo mpya, inakuwa ni ngumu. Okay, shukrani sana Nasi. Na mimi kama ulivyosema una mambo mengi sana kuzungumza. Sasa waambie sasa wa mashabiki wako kuhusiana na tungo yako Dawa ambayo tayari wameshaanza kuisikia, lakini pia leo wataisikia kwa wale ambao kubahatika kusikia. Nini neno lako kwao? Neno langu kubwa, tunafanya muziki kwa ajili ya watu, yani kwa ajili ya watu. Na unajua kama hivyo nipeni dawa, lakini pia muziki wenyewe ni dawa. Kuna watu wana stress, kuna watu wanahitaji kupata faraja, kuna watu wanahitaji vitu mbalimbali kutoka kwenye muziki. Yani muziki ni dawa ambayo inaponya bila mtu kujua. Kwa hiyo mimi watakapofurahi na mimi nafurahi, watakapofurahia kusikiliza kazi zangu na mimi na enjoy, kwa sababu mimi nafanya muziki na napenda tu kuenjoy kufanya muziki. Yeah. Kwa hiyo mimi na swali la mwisho, umekuwa ukiwasaidia sana wanamuziki wa ukanda wa kusini. Pengine asili yako ni kusini au imetokea tu mapenzi yako kuwainua wasanii wa kusini? Hapana, sio wa kusini tu. Mimi na support mtu aina yoyote ile. Anayenifikia na akaonyesha nia kwamba anataka tufanye kitu, huwa mimi na support. Huwa sichagui mtu wala hata siangalii sura. Tabia zako tu mwenyewe, kwa sababu sisi binadamu jinsi tulivyo, kila mtu ana kategori ya tabia zake. Kuna mtu anaweza akakulaumu kwamba wewe unalinga hela kwa sababu kategori zenu haziendani. Yeye mwizi, wewe mwaminifu, hamwezi mkakaa pamoja. Umeona? Mwingine muongo, wewe upendi uongo, hamwezi mkakaa pamoja. Kwa hiyo tunatofautiana
mitazamo au misimamo, lakini unapokuwa na tabia universal, yani unatakiwa uwe na tabia, ukishafika sehemu unasoma mazingira, unajua kabisa hawa watu niliowakuta hapa wanapenda maisha fulani. Kwa hiyo na mimi niende nao hivi. Kwa hiyo unakuta mtu wote unafanya naye kazi ama mtu wote unaweza kumsupport endapo mtaendana misimamo au mitazamo. Yeah. Okay, shukrani sana Nasi. Naamini tutakutafuta kwa wakati mwingine kwa sababu na madini mengi sana ambayo watu wanatakiwa kuyajua. Shukrani sana. Haya, nashukuru kaka. Okay, huyu alikuwa ni Nasi Business ambaye pia tulizungumza naye muda mfupi kabla kuingia studio. Tumepigana story kadha wa kadha kuhusiana na tungo yake Nipe Dawa, lakini pia yale ambayo yamemkuta katika muziki wake anaufanya. Amefunguka vya kutosha. Kupitia 0757961956 nipite na ujumbe mfupi kabla ya kusonga mbele.